ambavyo ilinipa. Kazi ni kazi, si ndio? Ukipenda kazi yako sana, hauwezi kuona mapungufu ya yale ambayo unapitia. Umeelewa? Biashara sawa zinakuwa zina hasara na vitu kama hizo. Lakini kazi yangu naipenda. Changamoto ambayo nimewahi kukutana nayo kwenye muziki ni kwamba niliwahi kumpelekea mwanangu mmoja kazi zangu asikilize, akaniambia poa. Nikamwambia play basi usikize goma langu nimetoa studio leo. Umeona? Na hapo najikubali kishenzi yani. Nikamwambia mwanangu play wimbo usikilize. Tafuta radio kakali usikilize kwenye sabufa. Kule kwetu mtu kuamini kwamba hii ngoma ni kali lazima asikize kwenye sabufa. Yule jamaa alichukua ule wimbo akautunza wala hakuusikiliza. Kwa hiyo ni kitu ambacho kiliniumizaga sana kwenye muziki. Na ilifikia hatua mimi nilipokuja kutoa wimbo wangu mwingine, wakati huo sasa yeye hayuko ile level ambayo nilikuwa nampelekea asikilize kama brother. Baadaye alianza kunitafuta yeye kwamba sasa hivi umefika sehemu fulani unafanya vitu vizuri sana. Kwa hiyo ni moment ambayo ilinipatia changamoto na kuniongezea nguvu ya kupambana kwenye kile ambacho nakifanya. Mmoja wa shabiki yangu mkubwa wa kwanza mimi alikuwa ni marehemu mzee wangu. Babangu alikuwa akichukua hata redio pale maskani, redio zile za flash zile. Anaweza kutoka hapo kaenda kwenye kahawa pale akapiga ngoma yangu pale. Na akawa proud kwamba mwanangu anafanya hiki hapa. Sema kitu ambacho wakipendagi mzee wangu, hizi ni dreads. Mzee wangu vitu ambavyo alikuwa apendi ni dread, lakini alikuwa ni shabiki yangu wa kwanza wa muziki ambao naufanya. Na alinipa support kubwa sana. Keep blessing, peace be. Kila kitu ni muda. Umeelewa? Kitu kikipenda utakipa muda fulani wa kukifanya. Kitu kikipenda hiki utakipa muda mwingine wa kufanya kile kitu. Mimi nafanya biashara Kariakoo pale. Tunauza vitu vya jumla na kila kitu. Kwa hiyo kuna muda ambao unapata muda wa kufanya muziki pale ofisini, na kuna muda pia natenga muda wa biashara kama biashara. Kwa hiyo usipate changamoto yoyote kwenye ufanyaji wa kazi zangu sababu vitu vyote ninavipenda. Na kila kitu kina nafasi yake kwenye nafsi yangu. Nidhamu, mimi siamini kwenye nidhamu kwa cha kwanza. Japo ni party ya maisha ya msanii anatakiwa na nidhamu, lakini mimi siamini sana kwamba nidhamu inaweza kumfanikishia zaidi msanii mitikasi yake. Mimi ninachoamini ni juhudi ya msanii. Msanii anaweza kuwa na nidhamu lakini akawa na talent na ubunifu sana kwenye kazi zake. Nisi kwamba leo Mama Amina anaweza akaitwa kwenye show lakini Ibra Nation hasiitwi kwenye show. Sio, umeelewa? Unataka kuniambia kwamba Ibra Nation hana nidhamu, Mama Amina hana nidhamu? Hapana, ni ile investment ya kazi yako wewe unaifanyaje na ile branding. Watu siku hizi wanampa masikio mtu mwenye kitu, sio mtu anayejua zaidi. Mimi ndo naamini hivyo. Vingi sana. Vingi sana. Ni vingi lakini kikubwa mimi ni mtu wa masuala mengi sana. Na masuala yangu wengi wanachukua kama ni serious. Mimi nikapita hapa nikaongelea kitu mtu akajua kama labda nimemaanisha, lakini ni mtu ambaye ana masuala mengi sana. Sio kama napenda, hapana, siwalazimishi. Unajua shabiki alazimishi. Shabiki anataka kitu kizuri. Na wote ambao wanakufuatilia mimi na kusema kwamba na subscribers zaidi ya 2000 na kitu 1600 kama sikosei, si ndio? Wote wale sijawalazimisha kwamba wasikize muziki wangu. Mimi nafanya muziki kwa ajili ya mashabiki. Shabiki anapenda kitu kizuri. Huwezi kumforce mtu awe shabiki yako. Mimi na washikaji wangu wengine wa karibu kabisa ananiambia mimi wangu huwa sikukubali. Sio, umeelewa? Na ninafurahi kusikia kwamba anikubali sababu anaongea ukweli. Unajua muziki haujawahi kuisha. Kila mtu ana kile kitu ambacho anakipenda. Mimi nimechukua tuzo mara 2 kaka. Tena sio za wilaya Sengerema. Mimi ni Best Male Artist Select Zone 2023. Msanii bora wa kiume kwa lugha nyepesi. Msanii bora wa kiume 2023, nikachukua wimbo bora wa mwaka wa Kanda ya Ziwa 2024. Kwa hiyo tuzo zangu 2 ambazo pia nimechukua. Mimi nakubali kila mtu anayefanya muziki. Anaweza sio mshikaji wangu lakini mimi nikapenda kazi yake. Sio, umeelewa? Kuhusu BMC kunitaja kwenye interview yake niliona na hakuwa mshikaji wangu wala sikuwa namfahamu. Ilinipa nguvu sana, nikasema kumbe nina watu ambao siwafahamu wanafuatilia vitu vyangu. Ni bro ambaye nilimtafuta mimi mwenyewe baada ya kuona ile interview na alinitumia kazi zake nikasikiliza, nikaona wapi tunatakiwa kwenda. Kumbe familia ya Buchosa ni kubwa zaidi ya vile ambao tunafikiria, tukabadilishana mawazo. Kwa hiyo ni mmoja wa brother BMC ambao wanafanya muziki mzuri, na heshima na napenda kile ambacho anakifanya. Bigi kanyoka ni mtu ambaye anakuambia kwamba hiki hapana, hiki hapana. Na mheshimu, mimi ni mdogo wake na nilipenda kile ambacho alionyesha kwamba anathamini kitu changu ambacho nakifanya. Na wasanii wapo wengi sana. Wapo kina wadogo zangu kina Kabad Boy, wapo kina Namio, kina BMC, kina Lonamax, kina Sunmoney. Wapo wanafanya vizuri wadogo zangu wengi na brother zangu wengi sana wanafanya muziki mzuri. Padlock TZ__ Facebook, Twitter, Instagram, kote kule, YouTube hivyo. Wamfuatilie Padlock, wamsupport Padlock, kijana ambaye anawatambulisha na vitu kama hizo.